utukufu na heshima zina wewe Yesu, ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Si wewe Yesu wa kuabudiwa, ni wewe Mungu wa kutukuzwa, ni wewe Mungu unayestahili heshima, adhama na sifa za mioyo yetu. Tunakuabudu asubuhi ya leo, tunalinua jina lako, tunasema wewe ni Mungu na hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe ni Baba na hakuna Baba mwingine kama wewe. Umetukirimia neema, umetukirimia afya na uzima hata tuone siku ya leo. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna muweza kama wewe. Ee Mungu ishie milele, tumekaribia kiti chako cha enzi kujifunza kutoka kwako. Roho Mtakatifu wa Mungu, zungumza nasi, sema pamoja nasi, tupe neema ya kuelewa yale yote ambayo unatamani tuelewe na tujue. Katika jina la Mungu tumeomba na kuamini, amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni asubuhi nyingine tena njema iliyompendeza Mungu hata tuwe mahali hapa. Somo letu la leo kwa kifupi linatoka katika kile kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa kwanza ule mstari wa 29. Inasema, siku ya pili yake akamwona Yesu akija kwake, akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Huyu ndiye niliyenena habari zake ya kwamba yuaja mtu nyuma yangu ambaye amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Wala mimi sikumjua, lakini kusudi adhihirishwe kwa Israeli, ndiyo maana mimi nalikuja nikibatiza kwa maji. Tena Yohana akashuhudia akisema, nimemwona Roho akishuka kama hua kutoka mbinguni, naye akakaa juu yake. Wala mimi sikumjua, lakini yeye aliyenipeleka kubatiza kwa maji, huyo aliniambia, yeye ambaye utamwona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Nami nimeona tena nimeshuhudia ya kuwa huyo ni mwana wa Mungu. Mstari wa 35 inasema, tena siku ya pili yake Yohana alikuwa akisimama pamoja na wawili katika wanafunzi wake. Akamtazama Yesu akitembea, akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu. Wale wanafunzi wawili wakamsikia akinena, wakamfuata Yesu. Yesu akageuka akaona wakimfuata, akawaambia, mnatafuta nini? Wakamwambia, Rabii, maana yake mwalimu, unakaa wapi? Akawaambia, njoni mtaona. Wakaenda wakaona akaapo, wakakaa kwake siku ile, nayo ilikuwa yapata saa 10. Andrea nduguye Simoni Petro alikuwa mmoja wa wale wawili waliomsikia Yohana na kumfuata Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kisoma ile mstari ya mwisho pale inasema, huyo akamwona kwanza Simoni ndugu yake mwenyewe, akamwambia, tazama tumemwona Mesia, maana yake Kristo. Akampeleka kwa Yesu, na Yesu akamtazama akasema, wewe u Simoni mwana wa Yohana, nawe utaitwa Kefa, tafsiri yake Petro au jiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wote tumeitwa katika utumishi, sisi wote tumeitwa katika wokovu huu, lakini msingi ambao na uchukulia ni kwamba
kusikia ni jambo moja, kuelewa ni jambo la pili, lakini ili ukue inahitaji kufuata. Kumwamini Mungu ni jambo la kwanza, lakini ili ukue lazima ubakie ili Mungu akufunze. Kile kitu ambacho Andrea alisikia kutoka kwa Yohana Mbatizaji, alisema, tazama mwanakondoo wa Mungu. Na baada ya kusikia hivi, Yohana alikuwa pamoja na wale wanafunzi, kwa hiyo akasema, tazama mwanakondoo wa Mungu. Andrea na yule mwanafunzi wa pili waliposikia wakamfuata Yesu. Utatambua kwamba kipindi hicho walikuwa wanamsubiria Mesia, walikuwa wanamsubiria Yesu aje. Na kwa wale ambao walipata ufunuo kwa mapema, walijua ni Yesu, na wale ambao hawakujua kwamba ni Yesu waliendelea kumsubiria Mesia ambaye alikuwa aje kama mfalme kwao. Kwa wale Mafarisayo walimsubiria Yesu kama mfalme, lakini Yesu alipokuja, aliyetoa ushuhuda kwamba mwana wa Mungu ameingia duniani, mwana wa Mungu achukuae dhambi za ulimwengu amefika, ilikuwa ni Yohana. Na wale ambao walipata ule ufunuo kwamba ameingia ni wale waliokuwa karibu na Yohana. Kwa hiyo Yohana alimtambua na kusema kwamba huyu ndio mwana kondoo wa Mungu. Wale waliposikia kwamba ni mwana kondoo wa Mungu, kama tulivyosoma ile mistari hapo ile juu kwamba aliwafundisha, aliwaandaa wanafunzi wake kwamba mimi sio Kristo, mimi sio Kristo ambaye anachukua dhambi za ulimwengu, mimi nimekuja kutengeneza njia tu. Kwa ambaye anakuja nyuma yangu, ambaye atazichukua, ambaye atabatiza kwa Roho. Lakini huyu ambaye anakuja baada yangu alishakuwa mbele yangu. Kwa hiyo aliwaandaa wanafunzi wake, na wote waliomsikia aliwaandaa kwamba mimi siye. Aliwatangazia kabisa na kuwafundisha. Na ilipofikia sehemu ambaye amemuona kwamba Yesu ndo huyu, na akashuhudiwa na Roho Mtakatifu kwamba ni huyu, kwa sababu Yohana Mbatizaji hakuwa anamjua, alikuwa ndugu yake. Inawezekana walicheza pamoja, inawezekana walienda, kama ni uwindaji walienda kuwinda pamoja, kama ni wavuvi walienda kuvua pamoja. Lakini ilipofikia sehemu hii, anasema kwamba sikumjua, lakini Roho aliyenifunulia ndiye aliyeniambia kwamba yule ambaye Roho wa Mungu atamshukia, huyo ndiye Mesia. Kwa hiyo alidhibitishiwa kwamba ni Yesu pale ambapo Roho wa Mungu alienda kukaa juu yake, na akawaambia wanafunzi wake huyu ndiye. Akawatangazia na akawashuhudia kwamba na sasa nimemjua ambaye ni Mesia. Na Andrea aliposikia hivi, na yule mwanafunzi wa pili waliposikia kwamba tumemwona Mesia, na Mesia ndio huyu tumetangaziwa kwamba ashafika, wakaachana na Yohana wakamwendea Yesu, kwa sababu lengo lao kubwa na la Mungu kubwa haikuwa Yohana, bali ilikuwa ni Yesu. Kwa hiyo walipomwona Yesu amefika, wakaenda kumfuata Yesu. Na kile kitu ambacho Yohana alisema, natazama mwanakondoo wa Mungu, na wakamfuata Yesu. Alipogeuka na kuangalia, aliwauliza, mnatafuta nini? Badala ya Andrea kujibu kwamba tunatafuta hichi na hichi, wao walijibu kwa swali, wakasema, Rabii, unakaa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwa tafsiri nyingine walikuwa wanamwambia Yesu kwamba kile kitu ambacho tunakitafuta tumekipata, na kile kitu ambacho tumekipata tunataka kukaa pamoja naye. Kwa hiyo hawakumjibu kwamba tunatafuta Rabii, tunamtafuta Mesia, kwa sababu wameshampata na walitambua kwamba ndo huyu, na ushuhuda wa Yesu ulishatolewa na Yohana Mbatizaji. Kwa hiyo wakamfuata.
wakaenda wakamwambia kwamba tumekipata, wewe unakaa wapi? Na Yesu akamwambia kwamba njooni niwaonyeshe. Na Yesu alitambua kwamba hawa wanajua wanachokitafuta. Ushuhuda ulifika kwao, ufahamu ukawajia, lakini hawakuishia kwamba tumemuona Mesia, ngoja tuendelee na biashara zetu. Walikuwa ni wavuvi. Tumemuona Mesia, ngoja tuendelee na biashara zetu, tuende tukavue. Walienda wakatamani kukaa na kujifunza kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tumepata wokovu, lakini kwenye mchakato mzima wa kukua, hapo ndo mahali ambapo tunafeli. Kwamba unaweza ukakaa ibadani, ukajiita Mkristo kwa miaka 10, lakini kwenye ukuaji wa Kikristo bado ni mchanga. Mtu mmoja alisema kwamba ndio ulimpokea Roho Mtakatifu ile siku ambayo ulizamishwa, lakini baada ya kumpokea Roho Mtakatifu amefanya nini kwako? Amefanya mabadiliko yapi kwako? Kwa maana Roho wa Mungu na uwepo wa Mungu ulishuka kwenye mlima wa Sinai, lakini ni nini ambacho kinaendelea leo kwenye ule mlima wa Sinai? Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana Roho wa Mungu alikushukia, ukamsikia ndo huyu Roho wa Mungu, ukamuona, lakini kwenye ukuaji ni jukumu lako na la kwangu kukua katika Mungu. Darasa la Mungu lipo wazi. Ile wewe uwe mwanafunzi, inabidi umeenda katika lile darasa. Katika Yohana 12:26, Yohana 12:26 inasema, mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo mtumishi wangu atakapokuwepo. Tena mtu akinitumikia, Baba yangu atamheshimu. Msisitizo na ile sehemu ya pili anasema mtu akinitumikia na anifuate, kwamba uwezi ukamtumikia Mungu ikiwa haufuati mienendo yake. Yaani hamna jinsi ambavyo unaweza ukatumikia ikiwa haumfuati. Tumesema kwamba katika ufalme wa Mungu kuna misimamo, kuna sheria, kuna vitu ambavyo vinajisimamia kama vyenyewe. Na hii ni moja wapo, kwamba ikiwa unataka kutumikia lazima ufuate, lazima ujue kanuni za ufalme wa Mungu. Lazima umjue Yesu kama Yesu na sio Yesu kama ulivyoambiwa Yesu ni wa namna hii. Maana leo tunaelezewa kwamba Yesu ni wa namna hii, na wacheza filamu wakatutolea filamu, na kwa hiyo tukabakia labda Yesu anafanana hivi, lakini hatutakiwi kuambiwa kwamba Yesu anafanana namna hii na zile picha ambazo tunaziweka tukisema kwamba huyu ni Yesu. Hapana, tunatakiwa tumtambue Yesu kama Yesu kwenye maisha yetu. Ukitaka kumtumikia lazima umfuate. Sisi wote tuna kitu ambacho tunakipenda, kuna kitu ambacho tunatamani kukijua zaidi. Kwa mfano, kwa wanamuziki, labda unataka kujua muziki zaidi, alafu kuna ule mtu ambaye unampenda, ambaye ni maarufu na anajua kuimba na nyimbo zake zinakubariki kabisa. Ili ukue zaidi ama ufikie, lazima ukae kwake akufundishe. Bwana Yesu asifiwe. Kulipa tiketi moja kwenda kumwangalia akiwa anacheza ama ana perform kule mahali ambapo ana perform haikubadilishi wewe kuwa mwanamuziki. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba umemuona haimaanishi kwamba utakuwa mwanamuziki automatic. Lazima uende akwambie kwamba mimi nafanyaga hivi,
kila siku asubuhi ninafanya hivi, vyakula vyangu ni hivi hivi ili vitengeneze sauti yangu, ninafanya hivi na hivi na hivi. Usipofanya, hamna siku ambayo utamfikia hata siku moja. Kwa wengi tunakuja, tunamuona Mungu, tunamuona Yesu Kristo, tunasikia, lakini baada ya kusikia imeishia pale. Tunabakia kama tulivyokuwa. Andrea alimjua Yesu, alifundishwa kuhusu Yesu, na alipoenda alisema kwamba Rabii, unakaa wapi? Kwamba anamaanisha kwamba aliambiwa kwamba huyu ni mwanakondoo wa Mungu ambaye anakuja kuchukua dhambi za ulimwengu, lakini hakwenda kwake akisema kwamba Mesia, mwokozi wangu. Hapana, alienda akisema kwamba Rabii, akiwa anamaanisha kwamba anataka nijifunze, kwa hiyo wewe unakaa wapi ili nipate muda mzuri wa kujifunza. Ukishuka pale chini ambapo tunamwona anaenda kumwambia Simoni Peter kwamba amemuona, haendi kumwambia kwamba tumemuona mwalimu, anaenda kumwambia kwamba tumemuona Mesia, kwamba ninamjua ni Mesia ndiyo, lakini kabla hajawa Mesia nataka kwanza nijifunze kwake. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda katika ile Yohana 12:26 kule unamwona Andrea bado alikuwa na Yesu. Mpaka Yesu anapotwaliwa, Andrea alikuwepo. Wanapopokea Roho Mtakatifu, Andrea yupo. Hamna siku hata moja ambayo Andrea aliondoka akasema kwamba tayari nishaelewa, ngoja niende na biashara zangu. Alibakia ili ajifunze kutoka kwa Yesu. Na ili sisi tukue zaidi, ili tumjue huyu Mungu na kuenenda katika mienendo yake, inachukua sisi kukaa katika miguu ya Yesu, kujifunza kutoka kwa Yesu. Usoi ile wa Korinto wa pili ule mlango wa 3 mstari wa 18 inasema kwamba lakini sisi sote kwa uso usiotiwa taji, tukiurudisha utukufu wa Mungu wa Bwana, kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo kutoka utukufu hata utukufu, kama vile utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Nitarudia, lakini sisi sote kwa uso usiotiwa taji, tukirudisha utukufu wa Bwana, kama vile katika kioo, tunabadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunabadilishwa. Hauwezi ukabadilishwa ikiwa hautaki kukaa. Hauwezi ukabadilishwa uwe ufanane na Mungu ikiwa wewe ni biashara zako, wewe na biashara zako. Yaani umefunga ndoa na biashara zako. Mambo ya Mungu hauyataki. Nitakuja nikae ibadani niondoke. Utambue kwamba sio ukija ibadani haubadilishi chochote ikiwa hautakaa ujifunze. Sisi wote kukaa hapa, sisi wote kuja ibadani, kwenda makongamano yote ambayo utasikia na sikika huku duniani, na walimu wote maarufu ambao wanajua kufundisha neno la Mungu, uende kwenye zote hizo, haikubadilishi hata chembe kidogo. Kama hutaufunua moyo wako kujifundisha na kukua katika ile mafundisho, hamna hata siku moja ambayo utakuwa. Na anasema kwamba kwenda utukufu hata utukufu. Wewe utukufu utautoa wapi ikiwa ibada ikiisha umeondoka? Hauna muda wa kutafakari neno la Mungu, hauna muda wa kukaa kumsikiliza Mungu. Ukienda kwa Mungu una shopping list kwamba Mungu nataka hichi, nataka hichi, nataka hichi. Na Mungu kama baba anasema kwamba nitakuzidishia. Lakini kwenye ukuaji wako hamna hata sehemu moja ambayo anasema atakuzidishia ukuaji wako kwa sababu umeomba. Anasema nitafuteni nanyi mtanipata. Wote ambao wananitafuta kwa moyo wao wote watanipata. Bwana Yesu asifiwe. Hivi vingine anasema ombeni nami nitawapa. Lakini kwenye ufalme na kwenye maarifa ya ufalme wake aseme kwamba ombeni nanyi mtapewa. Anasema nitafuteni nanyi mtaniona. Bwana Yesu asifiwe. Mchakato mzima wa sisi kukua tufanane na Mungu
ili tuende kwenye viwango vya utukufu, hata utukufu, vinatugharimu sisi kukaa kwenye darasa la Mungu. Vinatugharimu sisi tuseme kwamba sasa nataka kujifunza. Bwana Yesu asifiwe. Usibakie kama ulivyokuja. Usibakie kama ulivyokuwa pale mwanzo. Tunasema kwamba ukipokea wokovu unabadilishwa, unakuwa kiumbe kipya. Ni kweli. Lakini kile kiumbe kipya kinakaa kwenye ufalme ambao anatakiwa akae na adumu kwenye ule ufalme. Haui kiumbe kipya alafu unarudi kwenye mienendo ya zamani. Utachukua ule usura ya mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Ni jukumu lako wewe na mimi kukaa kujifunza, na sio jukumu la Mungu. Mungu atafunua, atatoa mafunuo, lakini jukumu letu ni sisi ni kukaa ili tufunzwe. Mbarikiwe asubuhi ya leo.